Hii ni miwani, lakini ukienda kule Burundi wanaiita mitu kwa sababu ya hii mitobo miwili au mitundu miwili kwa ajili ya kuona. Lakini ukienda kule Uingereza wanaita glasses. Ukienda kwa the orange guy wanaita goggles. Sasa mimi siko hapa kwa ajili ya kuzungumzia hii mitu, niko hapa kuzungumzia hii kamba ambayo inafunga hii mitu. Kazi yake ni nini na ilianzia wapi? Miwani ya zamani ilikuwa haina hii kamba mpaka ilipofika mwaka 300 pale Iringa. Mzungu mmoja alikuwa anaitwa Joseph Gabriel Kipako. Aliingia pale kwa Wahehe na Wahehe walimsonya, akakasirika. Baada ya kukasirika alizunguka nyuma ya nyumba hivi ili ajinyonge kama zilivyo tamaduni za Wahehe. Ndipo mwanamama mmoja alikuwa anaitwa Margaret Suzana wa pale Iringa, Mhehe mmoja hivi, alimfuata akasema usijinyonge na kamba, tumia hiki kitenge ndio kigumu kujinyongea. Tangu pale mzungu yule akaandika historia, ama hakika wa Afrika hawana huruma. Aliporudi kwao Uingereza huko, akaenda kwenye kiwanda cha miwani, akawaambia oda yoyote ya miwani nitakayoitoa iwe na kamba namna hii. Tangu hapo miwani yote ikawa na kamba. Mpaka ilipofika mwaka 1983 mzungu yule alipofariki, kiwanda kile kikasema kwa kumuenzi tutatengeneza oda 700 za miwani ambayo ina kamba. Ndio maana mitu ya siku hizi haina tena hizi kamba. Na mimi sasa hivi nataka niende kwenye kiwanda cha miwani wanitengenezee minusa. Kikapu wani namna hii nakuwa nanusa kila kitu. Nanusa majambazi, nanusa wachawi, nakuwa nanusa mtu kama amenidanganya, nakuwa nanusa mdaiwa wangu. Mwendo wa kuvuta tu harufu. You get it? If you don't get it, forget about it. Goodbye.